Mwenyezi Mungu, tuko mbele za uso wako katika majira haya na katika muda huu, tukitafakari kazi kubwa anayoifanya Yesu Kristo pale msalabani. Kwa unyenyekevu kabisa tunaomba Mungu ukatuhurumie katika kipindi hiki, tuwe na nafasi ya matengenezo, tuwe na nafasi ya kutubu na kurejea kwako, tuwe na nafasi ya kuachilia, tuwe na nafasi ya kutembea kwa unyenyekevu, na yale ambayo Mungu hayatakiwi mioyoni mwetu yasipate nafasi. Kusanyiko hili ni la kwako, lilikuwepo kwa kusudi lako na linaendelea kuwepo kwa kusudi lako, na ninaomba useme nao katika somo hili kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Naomba mketi tafadhali. Kipekee kabisa nikupongeze sana wewe uliyeingia katika ibada ya siku hii ya leo, ibada ambayo tunaendelea kukumbuka na kutafakari yale ambayo Yesu Kristo aliyafanya. Na kwa majuma yaliyosalia tutakuwa na somo maalum. Mwaka jana tulikuwa tunaangalia maneno 7 msalabani na tuliyatafakari kwa kina, lakini kwa mwaka huu tutaangazia kwenye wazo kuu linalozungumza Kwaresma, asili yake, na Kwaresma maana yake ni nini. Ndani yake kuna vipengele vingi vya kutazama kwa undani. Tutaangalia Agano la Kale, tutaangalia Agano Jipya, lakini pia tutaangalia historia ya Kikristo kuhusu Kwaresma. Tutaangalia pia Kwaresma ni toba na mabadiliko, tutazama kwa undani kidogo. Tutaangalia kufunga, wengi wamejikita kwenye ile eneo. Napofika kwenye Kwaresma, kila mmoja anatazama namna anavyotaka kumwelekea Mungu wake. Sasa tutaangalia na kuchambua hizo funga ambazo utakuwa wewe mwenyewe umezichagua. Lakini jambo lingine tutaangalia kwamba Kwaresma ni kuonyesha matendo ya huruma. Mambo haya yote Mungu akitujalia tutaweza kuyatafakari kwa pamoja. Lakini leo tuanze na utangulizi ili tuweze kuzama ndani ya hivi vipengele nilivyovitaja. Tuanze na utangulizi kutoka kitabu cha mwinjilisti Mathayo, sura ni ile ya 20 mstari wa 17 hadi ule wa 20. Mathayo sura ya 20 17 hadi 20. Hata Yesu alipokuwa akipanda kwenda Yerusalemu, aliwachukua wale wanafunzi 12 faragani, na njiani akawaambia, angalieni, tunapanda kwenda Yerusalemu, na mwana wa Adamu atatiwa mikononi mwa wakuu wa makuhani na waandishi, na watamhukumu afe. Kisha watampeleka kwa mataifa wapate kumdhihaki na kumpiga mijeledi na kumsulubisha, na siku ya 3 atafufuka. Amen. Wapendwa, nimeona nianze na maneno haya ya mwinjilisti Mathayo kama sosi ya somo letu la majuma haya 3 yanayoendelea. Tunachokitazama, tunamuona Yesu anaianza safari ya kwenda mlimani Yerusalemu, lakini anapoianza safari haendi peke yake. Anawachukua na wanafunzi wake 12 waweze kuwa faragani,
na ashukuriwe Mungu, waliweza kufika na akaketi nao faragani. Tunapozungumza neno faragani, kuna mambo mazito ya kuweza kuzungumza na Yesu aliyotamani wayafahamu wanafunzi, na huenda wakuwa wameyatambua. Na hilo ni jambo la msingi. Unapohitaji kuketi na Mungu kuzungumza jambo na yeye, jitenge faragani uzungumze naye. Lakini Biblia inasema akiwa njiani anawaambia maneno haya: angalieni, tunapanda kwenda Yerusalemu. Ukiona neno hilo angalieni, maana yake kwamba wanafunzi hawakuwa wanaelewa ni nini wanakwenda kufanya. Walianza kujiuliza maswali ndani ya mioyo yao, wanaenda kufanya nini? Lakini Yesu anawaambia, tunapoelekea kule Yerusalemu, Mwana wa Adamu atatiwa mikononi mwa wakuu wa makuhani na waandishi, na watamhukumu afe. Nilipokuwa niko kwenye kutafakari eneo hili, nilikuwa na tafakari sana. Hawa wakuu wa makuhani, maana yake ni viongozi wa kidini, wenye mamlaka, wenye nafasi kubwa. Lakini hawa Yesu anapowachungulia na kuwatazama, ndiyo wanaofanyika watu wa ajabu sana pamoja na wale waandishi. Hawa kazi yao wanaenda kumhukumu Bwana wetu Yesu Kristo ili aweze kufa. Yawezekana wanafunzi wa kuelewa ni nani anaweza akafanya jambo kama hili. Lakini anawaambia si kumhukumu tu ili afe, bali watampeleka kwa mataifa wapate kumdhihaki. Siri zitatoka ndani ya kanisa, ndani ya viongozi hawa, wataenda kwa mataifa. Kuna vitu wataviambukiza, na wakisha viambukiza vitamrudi Yesu, vitamuumiza na kumpa shida. Unaweza ukaona ni kwa namna gani Yesu Kristo anavyokutana na kashikashi na shida na matatizo, lakini kusudi la kukutana na hayo ni ili aweze kumwokoa mwanadamu huyu aliyelemewa na dhambi. Tena akasema pamoja na kumdhihaki watampiga mijeredi. Kipindi hicho ni kweli, wote ukiangalia filamu ya Bwana Yesu utaona anapigwa mijeledi. Leo mijeledi mwanadamu anayoitumia kupiga sio kumpiga mtu fimbo. Sasa hivi mijeledi imebadilika, imekuwa ni maneno yanampiga mtu na anaweza yakamuumiza mtu au yakamtoa kwenye nafasi. Na anasema baada ya hapo huyu atafufuka, ataendelea kukaa kaburini. Tunaiona nguvu ya Mungu kupitia Yesu Kristo inavyotenda kazi. Wapendwa waumini wenzangu, tunao tafakari kipindi hiki cha Kwaresma. Mwinjilisti Mathayo ananukuu maneno haya muhimu yanayohusiana na utume wa Yesu na mateso yake na jinsi wanafunzi wake walivyokuwa wakijaribu kuelewa. Yesu alijitahidi kujieleza, kujipambanua, lakini Biblia inasema hawa wanafunzi walijitahidi sana kuweza kumuelewa. Na mimi napenda kusema kwamba tujitahidi sana kumuelewa Yesu katika kipindi hiki. Tujitahidi sana kuyashika maandiko matakatifu na kuyafanyia kazi katika kipindi hiki. Neno kuelewa ni jambo la muhimu sana. Usipoelewa huwezi ukafanya mambo ambayo watu wanaweza kusema haya ni ya maana. Tunapaswa hata tunapokuwa darasani tunajifunza, tunapaswa kujitahidi sana kuwa na sikio la ndani la kuelewa na kwenda kuyafanyia kazi. Kwa sababu sikio hili la ndani lina kazi moja, kusikiliza, alafu baadaye lipewe jaribio liweze kufanya mtihani. Sisi katika kipindi hiki cha Kwaresma tunahitaji sana kuyasikiliza maandiko yaliyoandaliwa katika kipindi hiki, yaweze kutusaidia wakati ambapo tutakuwa tuko peke yetu, yatukumbushe kwamba wewe sio wa kwanza kujaribiwa, sio wa kwanza kusemwa, sio wa kwanza kuumizwa, sio wa kwanza kupinduliwa, bali hata Yesu mwenyewe
alipinduliwa na wakuu wa makuhani. Kwa hiyo neno kuelewa ni jambo la msingi, na ndio maana tunaingia darasani, tunaingia vyuoni, tunajifunza ili tuweze kuelewa nini maana yake. Kwa hiyo sasa kwenye mistari hii ambayo nimeizungumza na ninaileta kama utangulizi, kuna mambo kadhaa natamani tuyatazame. Jambo la kwanza, ujumbe wa kifo na ufufuo. Ujumbe wa kifo na ufufuo. Katika mistari hii Yesu anawaambia wanafunzi wazi wazi, hakuwaficha kuhusu kifo chake kinachokuja. Sio rahisi mtu kuketi na watoto wake akawaambia yale yatakayotokea. Na wazazi wa siku hizi wanaandika wosia, wanaweka kwenye faili, au wanaenda kwa mwanasheria, alafu anatunza, alafu anasema siku nitakapokufa uweze kuwasomea. Lakini Yesu anakaa na wanafunzi wake, anawaeleza mambo yatakayotokea mbeleni, na anasema kwamba mwana wa Adam atatiwa mikononi mwa viongozi wa makuhani na walimu wa sheria. Na hiyo ni ule mstari wa 18 katika sura hii ya 20. Anasema mwana huyu wa Adam atatiwa mikononi mwa viongozi wa makuhani na walimu wa sheria. Nimeisha lizungumza kwa upana. Waliompa shida Yesu kwenye kifo hiki na kwenye mateso haya ni wale viongozi wa kidini wanaoijua kweli. Ni wale ambao walikuwa karibu sana na Yesu, na ni wale ambao waliyasoma maandiko na kuyaelewa, lakini waliyaweza kuyapindisha. Na Yesu anasema hawa ndio watakaolifanya jambo hili. Hii inadhihirisha kwamba Yesu alikuwa anajua hatima yake na alikuwa tayari kukabiliana nayo. Yesu akutoa udhuru. Yesu akukaa pembeni kulikwepa jambo hili. Mwanadamu wa leo anaweza akalifahamu jambo lakini asitake kulielezea ili asije akachukiwa. Anakaa pembeni, jambo linakwenda lakini analifahamu. Lakini Yesu anasema hapana, mimi ninataka niwaeleze wazi kwamba jambo hili nitalikabili, jambo hili nitapambana nalo, na ni lazima nimwokoe mwanadamu huyu ambaye amelemewa na dhambi. Ushangilie Bwana Yesu kwa kazi njema aliyoifanya. Yesu amefanya kazi kubwa ya kuja kukabiliana na mateso yaliyokuwa yanihusu mimi, yanakuhusu na wewe. Kwetu hasa kwa kipindi hiki tunapoyatafakari haya, inatufundisha umuhimu wa kuelewa na kukubali ukweli wa hali zetu hata kama ni ngumu. Yesu alikubaliana na hali ya mateso. Hata wewe unayenisikiliza ukubaliane na hali yako ulionayo, lakini uhakikishe kwamba unasimama imara na isiendelee kukuumiza, na isiendelee kukutesa, na isiendelee kukupa shida. Uamini kwamba hata unachokutana nacho Yesu alikuwa ni wa kwanza kukutana na jambo hilo. Jambo la pili, mateso ya Yesu. Mateso ya Yesu. Yesu Kristo mwana wa Mungu huyu anaelezea mateso ambayo atakumbana nayo, ikiwa ni pamoja na viaka. Neno viaka ni msumari anaokutana nao. Anadhiakiwa, anakebeiwa, anadharauliwa. Huu ni msumari mgumu sana. Hakuna mwanadamu anayependa kudhiakiwa. Hakuna mwanadamu anayependa kudharauliwa. Lakini sisi ni wa kwanza kutumia dharau hata kwa Mungu. Kuna vitu vingine vinafanyika, lakini unavitazama unaona kwamba haviendani na maandiko matakatifu ya neno la Mungu. Tunamdhihaki Mungu waziwazi. Matendo yetu, mawazo yetu, maneno yetu, vitu tunavyovifanya vinaonyesha kwamba vinamdhihaki Yesu. Msumari huu ni mgumu wa kupigwa mijeredi na kusurubishwa. Sura ile ya 20 mstari wa 19 utaona iko pale na inazungumza jinsi ambavyo Yesu anakutana na haya.
kwenye eneo hili Yesu alikuwa tayari kutoa maisha yake kwa ajili ya wanadamu. Yesu yupo tayari kutoa maisha yake kwa ajili ya mwanadamu. Leo nilikuwa na tafakari, ni nani anaweza kaamua kusimama kwa ajili ya mtu fulani mpaka hakikishe kwamba anapata haki yake? Kama sio kusema nikiingilia kati hapa mimi nitaambiwa sistahili. Kwa hiyo Yesu mwenyewe anaamua kubeba jukumu na kuhakikisha kwamba jambo hili mwanadamu anakuwa salama. Tunajifunza nini hapa? Tunajifunza kwamba katika huduma zetu au katika maisha yetu kuna wakati ambapo tunahitaji kukabiliana na changamoto kubwa ili kufikia malengo yetu ya kusaidia wengine. Yesu alikubali kukabiliana na mateso na maumivu ili kuhakikisha anawasaidia wengine, anawabeba wengine. Na ninapozungumza haya ndiyo yatakayokuja kutushusha, kutupeleka kwenye neno Kwaresma na asili yake na maana yake. Kwa hiyo Kwaresma inatoka huko juu, inaenda alafu naikuta ndipo inaanza kufanya kazi. Kwa hiyo tutakaposema Kwaresma unahitaji kuonyesha toba, unahitaji kuonyesha mabadiliko, ni kwa sababu Yesu alianza kuyabeba mabadiliko toka mwanzo. Ndio maana tunaingia kwenye hiki kipindi. Tutakapozungumza habari za kufunga, maana kuna funga za aina nyingi, tutazichambua. Utaona kwamba ninafunga kwa lengo gani na kwa sababu gani, ninahitaji nini ili Mungu anifanyie nini. Na unapoingia kwenye hali ya kufunga ni lazima uhakikishe kwamba haya ninayoyaeleza ya mwanzo haya yamejiconnect kuingia kwenye Kwaresma yako ya kufunga, ili Mungu aweze kutembea pamoja nawe katika kipindi hiki cha Kwaresma. Jambo la tatu, kujitolea kwa wanafunzi. Kujitolea kwa wanafunzi. Wakati Yesu anapowaambia wanafunzi kuhusu mateso yake, ni wazi kwamba walikuwa hawajaelewa kikamilifu maana ya ujumbe huu ambao Yesu alikuwa anauzungumza. Tazameni, tunapanda kwenda Yerusalemu. Walijaribu kuelewa jinsi mateso hayo yanavyowagusa wao binafsi, ndiyo yanawaingiza kwenye toba, yanawaingiza kwenye mabadiliko, maana kipindi hicho kilikuwa ni kigumu kwao. Ujue kwamba wanafunzi waliamua hata kujifungia mahali wasionekane. Hawakula, hawakunywa, wanaingia kwenye mfungo wa lazima bila wao kutaka. Wametulia kwa sababu waliyemtegemea yuko kwenye kipindi kigumu. Hiki ndicho kinachobadilisha, kinatuleta sasa na sisi tunaingia kwenye Kwaresma, tunafunga pamoja na Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kwa sasa ninapozungumza mambo haya unayaona kwenye Mathayo sura ya 20 mstari ule wa 20. Fundisho hapa ni kuwa mara nyingi tunaweza kuwa na mtazamo finyu kuhusu mambo yanayotokea katika maisha yetu au katika huduma zetu. Tunaweza tusielewe. Uwezi ukaelewa kwa nini mimi nimekuwa mchungaji. Uwezi ukaelewa kwa nini wewe umekuwa mwimbaji. Uwezi ukaelewa kwa nini wewe ni kiongozi. Uwezi ukaelewa kwa nini wewe ni msharika unakuja kusikiliza. Lazima uwe na mawazo pana ya kuweza kuelewa nipo kwa sababu gani, hawa wanaimba kwa sababu gani, huyu anahubiri kwa sababu gani. Kuna sababu ya msingi inatupeleka kuelewa, na si kunyanyuka kuja kuimba alafu kaondoka ukaonyesha kwamba kama ulikuwa auimbi. Lazima yule anayemtumikia Mungu akubali kupambana na kila anachokutana nacho, na mwisho wa siku ahakikishe kwamba anavuka salama. Jambo la 4 tunalokutana nalo. Jambo la 4 ni kujitolea kwa viongozi au kwa kiongozi. Kupitia Mathayo sura ya 20:17 hadi 20, Yesu anawafundisha wanafunzi wake kwamba kiongozi bora ni yule anayejitolea kuhudumia wengine na kufa kwa ajili ya wengine na kuumia kwa ajili ya wengine. Kiongozi akimbii tatizo, kiongozi analikabili tatizo. Kiongozi analibeba tatizo. Ni bora limwangukie yeye, lakini kondoo wake wawe salama. Yesu anachokifanya, anauonyesha mfano wa kiongozi bora. Analibeba jukumu la ulimwengu wote,
linamuumiza, anapigwa mijeredi, anatemewa mate, anapigiwa na misumari pale msalabani, lakini mwisho wa siku alilolitamka alisema, Baba, ninaomba uwasamehe kwa kuwa hawajui walitendalo. Tunajifunza kwamba uongozi sahihi unahitaji moyo wa kujitolea na si tu kutafuta mamlaka na heshima. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kazi ya kiongozi bora, ndicho Yesu anachotufundisha hapa, si kutafuta mamlaka au kutafuta heshima, nipendwe na watu, nitengeneze vitu viweze kunilinda. No. Kazi ya kiongozi ni kuhakikisha kwamba yeye anakuwa na moyo wa kujitolea. Kama ni mvua ikunyeshe, kama ni mvua ya mawe ukutane nayo, lakini wale ulionao wawe salama. Na mfano huu unaweza ukaangalia kuku na vifaranga wake. Yeye anajitahidi sana kupambana na mwewe asile vile vifaranga, lakini pia anawafunika na mbawa zake kuhakikisha kwamba wanakuwa salama. Yesu Kristo alisimama peke yake kuhakikisha kwamba yeye ni kiongozi bora, na hajawahi kutokea kiongozi bora anayeweza akasimama akamsimamia mtu akawasimamia watu alafu asiwageuke baadaye. Haleluya kanisa. Haleluya kanisa. Ninakuwekea msingi. Ujumbe huu unanigusa mimi, unakugusa wewe, unatugusa sisi sote, unaugusa ulimwengu wote. Kila mmoja na position yake. Kama ni kiongozi ndani ya familia, simamia familia yako. Kama ni kiongozi ofisini, simamia nafasi yako. Kama ni kiongozi kanisani, simamia nafasi yako. Na jambo linalokuja la gharika, usilikimbie, jaribu kulipokea, kwa sababu hata Yesu mwenyewe aliyabeba yote. Baada ya kutoka hapo, ndipo ninatamani tuiangalie Kwaresma asili yake na maana yake. Kwaresma asili yake na maana yake. Nitakuja kulieleza Jumatano ijayo, nitaanzia hapa kwamba Kwaresma asili yake ni nini na maana yake ni nini. Hapo mwanzo nilikuwa nakupa utangulizi uweze kukusaidia na kukujenga, lakini Jumatano ijayo nataka niingie kwenye asili ya Kwaresma, inatokana na nini na maana yake Kwaresma ni nini, ili tuweze kutembea. Sio shida hata kama Jumatano 2 zimeisha pita, lakini tukianzia hapo na kwenda mbele, unaweza ukaitengeneza Kwaresma yako ikawa ni ya baraka. Na Mungu wa mbinguni aendelee kukujaza hekima na maarifa, ushirikiane na Yesu kupambana haya aliyopambana nayo, lakini umkiri katika roho na kweli, usimwachie njiani, umtetee huyo unayepaswa kumtetea, umsimamie unayepaswa kumsimamia, usimamie nafasi yako bila kuiacha wazi, maana Yesu hatoacha kuidai mikononi mwako. Na Mungu atubariki sisi sote. Amen.